Wapendwa, nimerejea tena kuelezea namna gani unaweza ukapata laptops bure kabisa kupitia ufadhili wa Rabdu. Sasa tuliishia kwamba unaweza ufuatilie linki ile niliyoshare pale ili uweze kuona namna gani unaweza kuwasiliana nao. Sasa ukisha wasiliana nao, umeshatuma picha za mradi wako, namna unavyokwenda, na wenyewe watakujibu. Lakini kwenye kukujibu hapo, wao watahitaji waje wakutembelee, watume mwakilishi wao au wawakilishi wao wafike kwenye site yako, waone shughuli hasa unazozifanya kwa macho yao, sio kwa kuambiwa na wewe, kwa sababu wao wanazingatia uaminifu ili wasije wakafanya kazi bure, yaani wanakutumia kumbe wewe unafanya mambo ya udanganyifu. Kwa hiyo sasa watahitaji kufika hapo. Na watafikaje? Huwa hawatumii gharama kuja kukufuata wewe. Wao wanahitaji, kwa sababu hiyo ni taasisi isiyo ya kutengeneza faida. Ni taasisi Rabdu, ni taasisi ya kusaidia watu. Ndio maana laptops wanatoa bure kwa kusaidia jamii. Kwa hiyo watahitaji wasafiri wanaotoka kwenye Rabdu hub mbalimbali duniani kama Ulaya na sehemu zingine, ili waweze kufika sehemu hiyo uliopo kuja kutathmini mradi, ili wajue ni laptops ngapi unahitaji, una kiasi gani cha wale unaowahudumia, kama ni wanafunzi, kama ni shule na wanafunzi wangapi, programu yako itakuwaje, na mzungumze namna hiyo, wapate address na hivyo vingine vyote utaweza kuwatumia kwa namna hiyo. Kwa wakishapata hivyo, wataenda kuweka kwanza wata-assign msimamizi au mlezi wa project yako, ambaye ndio ataenda kurequest laptops huko kwa Rabdu, ambao nao baadaye watakupatia. Sasa ili ziweze kukufikia, watahitaji tena wasafiri watakao volunteer kukuletea wewe. Sasa mnaweza kufanya, huwa wanahitaji ushirikiano wako, labda wewe uwatumie anwani na jina la mtu ambaye au watu au kikundi cha watu ambao wanasafiri kutoka hub fulani kuja eneo lako, ambao unaweza ukawapata wakaja kwenye eneo lako kwa ajili ya kukuletea, au utasubiria wenyewe na yule msimamizi wako aliyeteuliwa akipata wasafiri wanaoweza kuja na laptops aje akuletee. Kwa atakuletea, mtasaini mikataba na itawekwa kwenye website zao. Kila kitu kinakuwa well documented na kinawekwa kwenye website yao. Inakuwa hivyo tu. Unaweza access. Lakini pia watahitaji ripoti za mara kwa mara, hasa baada ya miezi mitatu, kujua ni kipi kinaendelea, laptop ngapi ni nzima, laptop kama zimeharibika. Watakupa maelekezo yote ya kwamba laptop labda ikiharibika uweke wapi. Nilikuwa nikitolea mfano hasa kwa watu walioko Mwanza, MITZ Kits ya Bwana Wilson ndio kituo zaidi cha kufanyia maintenance ya laptops ambazo za Rabdu ambazo zinakuwa zimeharibika. Lakini pia unaweza kuwasiliana na yule mlezi wako, msimamizi wa kituo, au ukiwasiliana na hao computer MIT wa hapo MITZ Kits wanaweza wakakusaidia.
Sio kwamba ikiharibika unapeleka moja kwa moja kwa fundi wako, hapana. Hayo mambo hayaendi namna hiyo. Kwa hiyo kuna maelekezo mahususi mengi ambayo watakuwa wanakupatia. Pia watakupa masharti kwamba laptops hizo zisitoke eneo hilo bila taarifa yao. Yaani kwa mfano wewe upo Mwanza, unahamisha kituo kimya kimya, unapeleka laptop sehemu zingine, hapana. Watahitaji prior information kwao kwamba kuna shughuli moja mbili tatu itakulazimu kwenda na hizo laptops au kwa mambo mengine. Nadhani kwenye mikataba watakayokuwa wamekupatia utasoma vizuri, maelekezo yote utakuwa umeyapata. Kwa hiyo kuna wengine ambao watahitaji msaada na wa kwangu katika kufuatilia mambo haya. Niliweka namba yangu kwenye simu hii, kwenye clip ya kwanza, na hapa nitawawekea au mtakomenti hapo. Atakayekuwa anahitaji utaeleza zaidi, mimi nitakuwepo kwa ajili ya kushirikiana na wewe. Tutazungumza namna gani ambavyo kwa kadri inavyowezekana niweze kukusaidia, kwa sababu wengi nashukuru wamenipigia simu wakihitaji maelekezo zaidi. Nimejaribu kuambia, lakini nao pia tutaendelea kushirikiana nao kwa jinsi tulivyokubaliana ili tuweze kutimiza mambo haya. Ukiingia kwenye website ya Rabdu utaona ni watu wengi ambao wanapata hizi laptops. Kwa hiyo sio vibaya na wewe ukipata, kwa sababu ni bure kabisa bila gharama yoyote, ni ufuatiliaji wako tu. Asanteni sana. Tafadhali share na kusubscribe kwa Watanzania wenzetu na wa nchi mbalimbali ili tuweze kwenda kidijitali. Ikiwa laptops ni za bure na zenyewe tushindwe kuwafundishia watoto wetu, kwa kweli ni kitu kizuri sana. Na mimi ndio maana sina hiana yoyote kuweza kushare information za namna hii kwako. Sisi hatukujua, lakini ilikuwa tu kama bahati, kama bahati tukajikuta tuko huku. Tulijaribu kuomba kwa namna ambayo hatukutarajia, kumbe vitu vipo, na hapa Mwanza na Tanzania wengi wameshapata sana, lakini tulikuwa hatuna information za hivyo. Kwa hiyo sikupenda these informations ziendelee kuwa chini ya kapeti, wakati ni vitu ambavyo viko bure kabisa na viko kwenye website public, na Rabdu wanatamani hizi issues ziende mbali zaidi kwa kila mtu, ili tuje tufanye digital world possible. Kwa hiyo tunataka positive impact, social positive impact ziende kwa kila watu na jamii. Asanteni sana. Mimi nipo hapa kuweza kutembea na kusaidia hatua kwa hatua ili tuweze kufikia lengo. Asante sana. Ushirikiano wako ni muhimu sana. Asante.